Kwa hiyo tablighi si kikundi miongoni mwa vikundi. Maana leo dunia ya vikundi hivi, Shadhilia, Qadiria, sijui kundi gani, sijui Naqshbandia, sijui Ansari Sunna, sijui nani. Hiki si kikundi. Kwana neno tabligh, balagha yuballighu tabligha. Tablighi maana yake kufikisha, taf'il. Kufikisha nini? Ujumbe wa Mwenyezi Mungu na wa mtume wake. Tayib, hilo jukumu la kufikisha la nani? Qul hadhihi sabili, Muhammad waambie umati wako mzima, hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allah, nailingania dini ya Mwenyezi Mungu. Walingania watu wamwelekee Allah, sio waelekee viumbe. Huyo ndio kitatuzi cha matatizo yenu, huyo ndio atakumalizieni matatizo yenu. Shirki tupu hii. Watu waelekezwe kwa Allah, sio hii shirki iliyoenea hii. Atakuja kijitu hapa kifupi kama mimi hivi, mimi naniona hivi, haya matatizo yote unaona kasababisha yule, nikijamii tu yote nimeondoa. Na watu mashallah, takbir, Allahu akbar. Wao shekhi wangu visanamu hivyo. Manzi zile kulikuwa na misanamu ya kuchongwa, sasa kuna visanamu vimejaza najisi njiani na vitenki vyao vinapita kutembea na vitumbo vyao vile. Visanamu tu hivi. Ad'u ila Allah. Watu wamwelekee nani? Ala basira, kwa hikma, ala basira, kwa ilmu, ala basira, kwa yaqin. Ana dhamirul fasl. Kazi hii ni yangu mimi Muhammad, wa manittaba'ani wa harfu atfi, na kwa kila anayenifuata. Ni'am man tusta'malu li dhawi al-uqul, lafdhi mani inatumika kwa kila mwenye akili. Wa manittaba'ani, kwa kila anonifuata. Kazi yake hii, hajatoka mtu hapo. Kila aloitamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kazi yake. Sasa wengine wanakuambia hapa ala basira, shekhe imeambiwa kwa ilmu. Sasa kwa hiyo mtu asiokuwa na ilmu marufuku. Lakini qaidi hii ukisema hapa basira maana yake ilmu, itakuwa inapingana na ile lafdhi ya mwisho kule man, kwa sababu man ni am, man itabaa, mwenye kunifuata hiyo ni am, imekusanya wote. Na huku ukisema hapa ina maana ya ilmu, ina maana kwamba kutakuwa na kundi maalumu tu la watu wenye ilmu. Kwa hiyo kundi kubwa la wasiokuwa na ilmu watakuwa wametoka. Sasa ile mani ule utaifanyaje? Kwa hiyo haya yanapingana. Tayib, tukubali ni ilmu hivyo hivyo. Ma miqdarul ilm, kiwango cha hicho ilmu ya kumfanya mtu afungue mdomo wake kumlingania mwingine, ilmu ya kiasi gani? Ukituambia inatakiwa ilmu ya ibtidaia, utupe ushahidi katika hadithi na Qur'ani yenyewe. Ukituambia sijui inatakiwa thanawia, utoe ushahidi, usiseme seme tu. Hata ukitaka kusema angalau wawe amehifadhi aya 5 na hizo utupe ushahidi. Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam jambo hili analiweka wazi, balighu anni walau aya. Balighu, fikisheni. Hadithi imepokea Imam Bukhari, iko wazi kabisa. Balighu anni, fikisheni kutoka kwangu mimi walau aya, japo aya moja. Walau aya, japo aya moja. Kwa hiyo hata tukisema ala basira ina maana ya ilmu, basi kila mmoja anaingia hiyo. Wewe ukishaielewa tu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hii kalima ya haki na inastahiki watu wote waitiwe katika kalima hiyo, tayari. Halafu watu wamechanganya mambo. Unajua kuna taalim na kuna tabligh, kuna kufundisha na kuna kufikisha. Hivi vitu viwili tofauti. Kufundisha huwezi ukakifundisha kitu bila ilmu. Hii halali, hii haramu, hii jaiz, hii makruhu, hii sunna, hii mustahabu, lazima uwe na ilmu. Ama kufikisha ni mbinu yoyote ile, man dalla ala khairin kafailihi, yani ya kumsukuma mtu katika khairi kwa njia yote atakayotumia ile, utakuwa ushafikisha. Sasa hawa wamechukua hukumu za taalim wakazileta katika tabligh, wakati sio sawa. Maisha ya masahaba ukiangalia hilo liko wazi. Mfano kwa wanawake na wanaume, katika Al-Bidaya Nihaya kaeleza habari za mama mmoja anaitwa Ummi Sulaim, mama yake Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha. Huyu alipoachana na baba yake Anas, akaja kuposwa na tajiri mmoja mkubwa pale anaitwa Abu Talha, tajiri. Tena akamwambia fedha na dhahabu nilizokuwa nazo na kumilikisha wewe ndio mahari yako. Lakini yule bibi kwa sababu kashajengwa kidawa, yeye akamuuliza maswali mawili tu. Anamuuliza, ala ta'lam anna alihaka alladhi ta'buduhu nabata min ash-shajara, hivi wewe ufahamu kwamba yule Mungu wako unomwabudu yule, ile jambo wewe hulijui kwamba kaota kutoka katika mti, ni sanamu limechongwa la mti? Kuna habari hiyo? Yule bwana sasa ndio nalijua. Anaendelea anamwambia, ala tastahi an ta'buda ash-shajara, hivi wewe huoni haya kwenda kuliabudia jiti gogo? Sema kweli inaingia akilini. Akaambia, la in aslamta fala uridu minka sadaqan ghayrah,
Kama wewe utasilimu, basi mimi sina haja ya mahari mengine, hata sentano mahari yoyote sina haja nayo isipokuwa huko kusilimu kwako tutakuwa mimi mkeo. Dawa hiyo. Yule bwana akaambia ngoja nifikirie. Kenda huko, karudi, anatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, mbele ya Ummi Sulaimi. Ummi Sulaimi anamwambia Anas, nenda sasa kaniozeshe huyu bwana. Sasa hapa katika dawa ya Ummi Sulaimi mpaka huyu bwana akasilimu. Aya ngapi kasoma? Hadithi. Kwa hiyo tabligh manake njia yoyote ya kutumia ili mtu kamsukuma katika khair tayari ushafikisha. Na ndio wengi walikuwa namna hiyo. Alafu kuna kitu kingine watu wamechanganya. Kuna kuliyatud din na kuna juz'iyatud din. Juz'iyatud din vile vipengele vya dini kimoja baada ya kingine. Kuvifafanua hivi na kuvieleza ni kazi ya mashekhe na maulama. Mwingine hana ruhusa. Lakini kuna ile kuliyatud din, kuihamasisha dini kijumla. Hili jukumu la kila mmoja. Hivi ndugu yako uko pale haswali. Ndugu yangu, una uhasama gani na Mwenyezi Mungu msikitini husogei pale? Ina maana ndio usimwambie eti kwa sababu hujapata karatasi kutoka Zawadi Sharifu usifungue mdomo, marufuku. Hii hata akilini haingii. Haingii akilini. Msifungue mdomo kumwambia nenda msikitini kaswali. Kwa sababu sina elimu. Marufuku. Habari imetoka wapi? Ala basira. Ndio hivyo. Kwa hiyo ni jukumu la kila mmoja na ndio maana tablighi.